Korimatia bahaya rabasia. Apa kurima sana rabadosha. Korabasakataya mahande. Rakusatiria bahanda rabasaya. Rikusataya mahande kede badositiria. Apa kusataya mahande rabasaya. Rikusataya mahande badosha. Rapakusatiri badosatiria bahaya. Kwa damu ya Yesu mwisho wa nadheti Mungu haya. Ninakutukuza Bwana na kukuheshimisha. Asante kwa neema yako Bwana na kwa rehema zako. Baba, umetupendelea watoto wako Bwana. Umetupa kibali chako jemedali cha kuwepo nyumbani mwako Bwana, kutafakari yale yatokayo kwako jemedali. Kora masataya mahandi badusha. Hoi baderia sandala badusha kataya. Kwa jina la Yesu Kristo, useme nasi Bwana katikati ya majira haya. Baba, useme nasi kama vile ulivyokusudia. Sema na mtu mmoja Bwana ambaye amepata kibali cha kuingia katika malango haya. Kora basataya ndiri badosa teja basaya. Kara mateja bakora basaya. Pepo makata Bwana hana kibali mahali hapa. Nafuta kumbukumbu lake kwenye madhabahu. Rako sakataya mahande libadosa. Rako sakatelia mahande. Kora basakataya mahande libasia. Hapa kona basaya. Na uweza wako Bwana majeshi. Na uweza wako Bwana. Kora basakatelia mahande. Na sukainua mikono yako juu. Pelekeza juu. Kamwambia Bwana, niko hapa usinipite. Mwambie tu Bwana, niko hapa usinipite. Kusudi lako likapite juu yangu. Mapenzi yako yakatimizwe juu yangu siku ya leo. Kora basakateria mahande. Kora basaya mahande kiria basaya. Katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo Mungu wa rehema, ninakuita Roho Mtakatifu. Ninataka ushirika na wewe kwa ajili ya watu wako hawa, kwa ajili ya watoto wako hawa. Kanda mioyo yao Bwana. Neno lako la uzima likaingia ndani ya mioyo yao, likatengeneze kitu kipya chini makata Bwana. Lebo Belishaburi hana kibali Bwana. Rapa kusakataya amateria banderia batosha. Rikankara banderia basaya. Kora basakataya. Rapa baseteri kada basaya. Kwa damu ya Yesu Kristo. Asante Yesu. Amen, amen, amen. Amen, amen. Naomba studio pelekea maiki vizuri, mfumo wa mahubiri. Haleluya, haleluya, amen, haleluya, haleluya. Awali ya yote ni namshukuru Mungu aliyetupa neema wote kwa pamoja kuwepo nyumbani mwake siku ya leo. Ninamshukuru Mungu ambaye amekupa wewe uzima, kaachilia afya juu yako na akakupa kibali cha wewe kuwepo katika nyumba hii kwa ajili ya kumwabudu yeye. Ninamtukuza Mungu pia kwa ajili ya Wakristo wote ambao tuko hapa, baba mchungaji na wazee wa kanisa, kwa kibali ambacho amenipa nisimame siku ya leo. Haleluya. Lakini pia leo nina ushuhuda mdogo ambao natamani ujifunze pia. Haleluya. Kabla sijaendelea, nitakupa ushuhuda mdogo sana. Toka mwaka jana mwezi wa 10. Haleluya. Toka mwaka jana mwezi wa 10, mimi na familia yangu tumepita kwenye changamoto ambayo ilinifika wakati hata nikiomba naona kama Mungu hanisikii. Kila nikiomba naona Mungu kama amenyamaza, hajibu chochote. Mdogo wangu wa mwisho aliolewa akapata mimba. Baada ya kupata ile mimba, kaanza kupita kwenye magonjwa yasiyo ya kawaida, kaanza kupita kwenye changamoto zisizo za kawaida. Kila mara nikipigiwa simu, vyote vinahitaji fedha. Yesu asifiwe. Mimi sina fedha za kusema nitasapoti, nitafanyaje. Kile nilichokuwa nacho nilikuwa nakituma kwa ajili ya kumsapoti atibiwe. Baada ya hapo pia mdogo wangu anapata tayari, naye alikuwa ameshaingia kwenye ndoa, ameshaoa. Yesu asifiwe. Ameshaoa, naye akaanza kupita kwenye changamoto ya depression, kiuchumi, na mke wake akawa anapita kwenye changamoto za magonjwa hivyo hivyo. Sio hivyo tu, dada yangu wa kwanza ambaye namfuata mimi, naye alishaolewa na yeye ana ujauzito pia.
pia akawa napita kwenye changamoto za namna hiyo. Mimi nikawa namuuliza Mungu, kila wakinipigia simu ni tuombee, tusaidie. Kwa hiyo nikawa napita kwenye hizo changamoto. Sikuwahi kumwambia baba wala sikuwahi kumweleza mtu yeyote hivi, lakini ni vile Roho Mtakatifu hakuniruhusu kusema haya. Yesu asifiwe. Na leo nimekuja na ushuhuda ambao utakusaidia. Haleluya, haleluya. Wakati huo wote, baada ya kufika mwezi wa pili mwishoni, mdogo wangu wa mwisho kama imefika nyakati za kujifungua, jambo ambalo walifanya, wakafunga tumbo lake asizae. Yesu asifiwe. Wakafunga tumbo lake asizae. Amepata uchungu, akapelekwa hospitali. Alipofikishwa hospitali, madaktari wakasema haiwezekani kujifungua siku ya leo. Wakati huo amepata uchungu, wakasema haiwezekani kujifungua siku ya leo. Wakanipigia simu, wakaniambia imekuwa hivi. Nikawa namuuliza Mungu, hii ni nini? Nikawa nafundishwa kwamba huyu binti hakutakiwa kuishi, hakutakiwa aendelee kuishi. Baada ya ile mimba atakapozaa afe. Nikawa namuuliza Mungu, ananiambia hayo. Nikawa najiuliza, kwa nini haya yote yatokee? Kwa nini haya yaendelee? Mungu akaniambia ya kwamba kila jambo linapotokea au linapokuwa limedhihirika, limebeba kusudi fulani juu yako au na juu ya yule mtu husika. Nikanyamaza, nikaendelea kumwomba Mungu. Mdogo wangu alirudishwa nyumbani, alikaa wiki 3 nyumbani bila kujifungua. Kumbuka siku zilishatimia, lakini akakaa nyumbani wiki 3. Ile wiki ya 3 akajifungua mtoto wa kiume. Aliyojifungua ile mtoto alikaa wiki 1 akafa. Yesu asifiwe. Akafa. Wakati amezaliwa, mama alimpigia simu akaniambia, mtafutie mtoto jina. Wakati namtafutia yule mtoto jina, ulimwengu wa roho wameshaandaa jina la kwao. Yesu asifiwe. Wameshaandaa jina la kwao ambalo limebeba maagano ya kifamilia. Nikawa namwomba Mungu, kukatokea vita kati ya majina mawili. Sikiliza, haleluya. Unaweza ukawa upo hapa, yamkini kuna jina ulipewa, yamkini kuna jina uliitwa. Watu wengine wana majina mawili. Anasema hili ni jina nilipewa na fulani, hili nilipewa na fulani. Lakini kuna mashindano kati ya jina lako unaloitwa na watu na jina linalojulikana kwenye ulimwengu wa roho. Yesu asifiwe. Kwa hiyo nikawa nafundishwa hayo, nikawa namwambia Mungu, hii ni nini? Nilivyomwita ile jina, yule mtoto sio kilichoendelea. Sasa wa upande wa wale wazazi wa upande wa mume wa mdogo wangu ndio wakawa wanapingana na lile jambo. Mimi niliendelea